Sheria 7 unastahili ufanye au ufuate katika mbio ya kiroho. Number 1, run to win. 1 Corinthians 9:24-25. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni nani? Mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mfanya nini? Mpate. Hakuna mtu ambaye anakimbia mbio ya wokovu arus. Law number 2 is discipline, nidhamu. We lay aside every weight and every sin ambayo inatushika very easily. Discipline number 3, never look back. Never. When you are running your race, never look back. Philippians 3:13-14. Number 4, just encourage yourself. That is encouragement. Kujitia nguvu. Number 5, perseverance. Perseverance ni uvumilivu. Shida ndio hizo. Sasa ni utatoka kwa Mungu. Endelea kupigana vita. Piga mbio zako. Pale mbele kuna thawabu. Praise the name of the Lord. Law number 6, pain. That is hardship. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka niokoke. Wokovu ninaendanga nywe. Nywe wapi? Safari hii. Don't give up. Hardship ziko, lakini be strong. Acts chapter 20:23. Yaani mwanaume apostle anasema, ninachojua tu ni kwamba Roho Mtakatifu ananidhibitishia katika kila mchi kwamba vifungo na mateso ndivyo vinafanya nini? Vinanigojea. Sasa verse 24 anasema, lakini si udhamini uhai wangu kuwa kitu sana, kwamba mradi tu nikamilishe ule utume wangu na ile kazi aliyonipa Bwana Yesu niifanye. Angalia kukamilisha. Yaani nishuhudie habari njema. Kuna watu maisha yao, kuna kipindi fulani upitie kwa sababu kuna ministry. Kuna kitu kikubwa kiko mbele yako. And discipline number 7, cross the line. Pita hiyo laini. Or finish well. 2 Timothy 4:6 and 8. Kwa upande wangu mimi niko karibu kabisa kutolewa tabiko na wakati wa kufariki kwangu umefika. Huyu ni Paul, alijua mpaka kufa kwake. Mtu ambaye anapiga mbio vizuri, ana finish vizuri. Mambo ni mangapi? 1, I have fought a good. Number 2, I have finished. Number 3, I have remained. Finish well.